Wewe moyo wewe. Vile ananiita mtumia. Moyo si mtu mzuri. Unajua moyo akisikia offer ama akisikia anything anakujaga mbio. Especially customer service week. Huwezi mkosa online. Anajua kuna pale anaweza pata mama. Hii wiki yako wewe sana. Na moyo amenyamaza sana pia. Yeah. Sijamsikia for a very long time. By the way amenyamaza. Amenyamaza sana. Sijui kama yuko Kenya. Mtu mwenye najua yuko Kenya ni Joyce Ngugi. Joyce Ngugi yuko Kenya. Huyo niko sure. Tafuta. Huyo ndio sasa ule mwenye ndio umekuwa customer unakuja tunakula nyama. Obvious. Huwa anakuja tunakula nyama. Wengine wakipata other goodies here yuko ground. Bas. So atutafute. Joyce Ngugi ututafute. Make sure umetutafuta. Yes. Ndirehoka muri andu ega. Ngai ni mumenyereire. Tumekuja na Alfred. Kesho ni holiday Kenya. Na hii ni wiki ya customer service week. So we have a lot to say today. Ama sio? That's true. Yes, wasalimie. That's true. Tuko hapa. Nashukuru. Customer week ndio hii. Of course kesho kukua holiday, a lot of things pia zime happen Kenya. But we are grateful. God amekuwa our sustenance, ametuonekania despite all that is going on. Last week tulikuwa happy. This week nyingine. Customer week iko hapa. You guys have been very good to us. Tumeona your blessings kwa our job, our companies. Tunashukuru sana. And there's a lot to share together with you guys. So karibuni sana hapa Barudi TV. And we miss Iram. Najua kusema Barudi TV all the time. Iram. Sijui ameenda wapi tena. Yes. So mko poa lakini I hope mnaendelea vizuri. Tumeamua kukuja hii masaa ya jioni. Siku hizi tunaanza kuchange time pole tu. That is mimi ndio pastor. Kabisa. Haya. At least naweza preach kidogo. By the way. Bona verse. Si pastor ndiye anakuwa na verse. Tunarudia pastor verse tunamwambia preach on that one. Well, mimi najua zile verse unapenda. Sijui sasa nikupee gani. Si leo lazima tutaniweze note. Usitaki kupeleka watu kwa ile wilderness yenye pastor alisema na uwapeleki vizuri. Lazima upeleke watu vizuri na mtaratara. Hauna basi hata yote? Ni yenye naweza preach. Hata Jesus wept. Unataka kupreach on that one? Naweza kupea basi ya Jesus wept. Unajua kuna makanisa akipewa tu kama sako ka Jesus wept na preach 2 hours. You aware? But unajua sasa lazima ukuwe na hiyo calling. That's a calling. You don't call yourself. Imagine tu umekuja ukaambiwa unataka upreach na hiyo basi ya Jesus wept, unapewa 2 hours. Sasa unajua lazima. Sasa utasema nini? Unajua kuna zile supporting verses. Unaziweka hapo zinakuwa ni kama kitu moja. Hata before ulete supporting verse utaongelea nini? Why he wept. And the reason why he wept. So lazima how is it related na wewe sasa? How is it related na mimi? Na maisha. It's really related because why he wept is because maybe the way he saw people living. And that made him very sad, and that's the choice that I made. Nikasema sasa kama ilikuwa nafanya Bwana Mungu analia. Kwa moyo hata wenye tu unakuanga mjanja hiyo huwezi. Upoa tu basi ya Jesus wept. Uhubiri tu hata
hata 2 hours 30 minutes mambo hawezi sema kitu. Hawezi sema kitu. Lazima ukuwa umeambiwa, unajua mtu kama sasa Rev na Pastor Ngaruya hiyo ukimpatia anaanguka nayo sai 3 hours. Wako nayo hivi kwa fingertips. Na wewe mbona si venye unanipreachanga tukua pamoja? Hiyo sasa ni ile tu ya gari, unajua. Hiyo ni watu wawili. Hizi hata ungechukua tu ya gari at least hata tukwambie dakika mingi. Wacha nichukue lessons. Hata tuseme dakika mingi. Wacha nichukue lessons kutoka kwa Reverend. Niambie how to go about it. Na venye una roll out. Unaona? Okay. It's not easy. Sisemi kitu. You can preach? Hiyo ndio maana mimi naweza preach. That's what I know I can preach. The only problem with me is that I don't want to imagine ati kuna walimu wa wadu wananisikiza. Hapo ndio shida iko. Unaona? Nikikaa hivi na imagine kuna walimu wa wadu wananisikiza. Walimu wamefanya research. Alafu na wewe hapa una preach, una sound very light. Manze unapenda examples zingine uko very basic. By the way, if you want to be a good preacher, you need to also visit a lot of places. You need to go countrywide, uende dunia mzima. Usianza kupeana example tu za hapa Kenya, kumbe ujaenda unaona maisha venye watu wanakaa huko nje. Uende Karen, uende Kibera, uende kila mahali. Ni ukihubiri uko na vile mtu mwenye hana pesa sana venye anakaanga, mtu mwenye ana pesa venye anakaanga. Alafu sababu ni online, tuna at least unajaribu kuzikombine. Unaona? Zinaingiana. Ndio ujue kwa sababu unasikizwa na hao watu wote. So usikuwa tu ni kama unahubiria watu wako na pesa sana. Wengine wenye hawana wasikia sisi hatuko hapo. Kama wagonjwa sana, wengine wamepona. Exactly. So ni vizuri kutembea duniani kote. Tembelea watu wa tabaka mbalimbali. Tembelea kila mahali. So tukikuja kupreach, mtu mwenye hana doa akikusikiza unamhubiria. Mtu mwenye ako na pesa akikusikiza unamhubiria. Kwa sababu hakuna tena kitu irritating kama kuhubiria mtu mwenye ako na pesa. Unamwambia venye watu wamesota. Mwanzo anashinda kwani hii church gani? Hii church ni gani? Aish, kwani nilikosea? Juu yeye anataka kumwambia kuhusu mbinguni sasa. No, kuna mtu mmoja pia amesema, ameandika leo a very good and very interesting word. I can call it word. Unajua kuna kitu moja Kenya imekuwa, and of course even in the Bible it says God hates people who murmuring, complaining. Sasa unaona, sasa ndio nasema pengine hata mtu akipreach kama hiyo ati watu wako hivyo, you take it with acceptance. It's the word of God. Maybe ina speak kwako for tomorrow. Kwa nini preach situation ndio kwa leo mpaka kesho? Maybe it's just a seasonal time. Yenye pengine leo huna, kesho huko, and that's your word for tomorrow. So unaichukua venye imekuja, hata kama imepreachwa watu wagani, venye imekuja, as long as it's within the Bible. Yes, as long as it's there. It's not specifically targeted to anybody, but kama iko kwa frame ya Bible, iko tu hapo. Na wewe ukizeka unataka kumalizia wapi? Church, kwa bunge? Mimi hapa tu niko. Hapa tu niko kwa kanisa. Kwa bunge, politics is not my thing. Kwa sababu unaona venye watu wanakulana huko ndani. But kitu moja ilinifanya nikakuwa very amazed yesterday is that watu si wamenunua mashamba. Deputy President ametoa mashamba, unasikia Vipingo Ridge, sijui nini. Yaani unasikia tu na hiyo plot na hiyo, na pia yeye anasema nimenunua 40 acres, 29 acres. Niliona pale nyumbani niko peke yangu nitaboeka. Unaona? Nikaenda Meru nikaekelea 29 acres. I thought this was a thing. I think it was a thing ati sasa ni watu tu kuna crowd kanamwaga mashamba. Kuna wale washatosheka. Kumbe bado kuna watu bado they still value land. They still know that's the thing. That's the thing. Wewe unaweza elezea utajiri wako na how many hours? Ikienda sana, maybe 1 minute. Unasema tu niko na bibi, niko na watoto.
Unajua hata kuna jamaa mwingine alikuwa anasema mimi sina kitu. Huyu jamaa anasema mimi sina kitu na niko na watoto 4. Na DP ako na pesa mingi, ako na wawili. Ni strategy. Ni strategy. Hii maisha una strategize tu. Manze hizo vitu zote anaelezea na 2 hours na watu wawili. Imagine. Manze kampuni zinalistiwa hivi. Sijui which and which. Nilifungua mwaka gani? Which and which? Hiyo ni ya bibi yangu. Hii na hii tulifungua na yeye. Hii na hii nilifungua sijui nikiwa wapi. Hii na hii nilifungua 1998. Eish. We? Ng'ombe zako zinakupea maziwa yake. Kiasi gani? Ng'ombe. Ushasikia unatenga ile ng'ombe inafanya unasikia kombe inalia. Ni kama inaumia. Hiyo kiboshangaje. Niache kukamua. Ni kama hii inakuja kama msumari. My friend. Hii maisha vitu ni tofauti sana. But we still thank God. Kwa mahali tupo. Lakini tumejua kwa hii maisha usijikompea na mtu. That's true. You run your own race. Kisikia mtu ameenda majuu, wewe kaa Kenya. Tulia boss. Acha kukopa pesa atienda majuu. Kaa life yako. Sababu hii life watu wako na do, ananyamaza tu. Wanakaa kama hawana. That is it. That's true. That's true. Lilian wao karibu sana, Goshen family karibu sana, Gladys McCormick karibu sana. Patience Boro, how are you doing? Uko sawa? Good to see you. Leo ule netuoka na tuoka tondu Zion City no ithiete na mbere wega. By the way, Zion City inaendelea vizuri sana. Na mimi nafurahia sababu kuna watu wengi sana wametufikia in regards to this project. Wale tu waliona ile documentary. Na nataka kushukuru sababu isipokuwa ni ama isingekuwa hiyo documentary. Na najua hiyo documentary watu wengi wameiona. Nimeona iko over 500 views. Over 500k views. So meaning saa hizi watu wamejaa kwanza. Wanajaribu kutafuta at least kaplot kamoja, tuwili, tutatu. Na imagine unaweza kuwa ati uko hapa na hujaipata hata kamoja. It is very risky by the way. Very risky. So we are also happy that Zion City it is doing marvelous. Watu wameamua kuingia, watu wameamua kuinvest, na furaha yetu ni kwamba usiinvest tu kuinvest bila kufikiria ni nini unaweza fanya hapa. Hii si ile place unasema unajua Farodi mimi nanunua ya speculation, hapana. Invest hapa ukifanya hesabu yako, because me I know some few years to come hata hautatamani kuuza. Utaanza kufanya kama yule mtu tuliona pale. Ukiingia last time tukiingilia hii. Kuna yule mzee tuliona amefence, tukapata tractor iko ndani, na nafikiri ile kitu anaekelea hapo sio mchezo. So na by the way leo because you see we have a customer service week. Na hii ni wiki ya kukumbuka ma customers, kuwafanyia at least kitu kidogo waone wanapendwa, uone tunakukubali, uone tunakufikirianga. Na nikaona before tuingie holiday kesho, let's come today and tuongee, kwa sababu ikifika kesho unaona hiyo wiki inaisha haraka. Ikishaisha kaofa kanaenda chini na hiyo maneno inaisha hivyo. So hata sisi hatujawachwa nyuma kwa hii customer service week. Mwanzo ni waambie tuko wapi? Alfred, tuambie tuko wapi? Hapa tuko Zion Konza City kwa shamba. Unajua siku ile nyingine ilikuwa very tricky with that question. Tuko Zion Konza City kwa shamba kwa barabara. And of course it's 45 minutes from Nairobi City Center, no, just JKIA City Center. 500 meters kutoka Old Mombasa Road and exactly 2.5 kilometers to main Mombasa Road Highway. And about 6 minutes or 5 minutes to the Konza City. Yes. Ukiwa hapa unaona Old Mombasa Road. Ukiwa hapo huwezi ona juu kuna ka depression hivi. But ukitoka tuka ka depression is right there. How long is from here to Old Mombasa Road? About 2.5 kilometers. Old Mombasa Road. Oh no, 500 meters. Hiyo nasema ni current Mombasa Road. Kuna ile Old Mombasa Road. Actually iko hapa mbele yetu. So ni vile uwezi trace vizuri until upande hapo. So ukinunua hapa, na ni vizuri nikwambie,
Kama uliwatch ile documentary, it means in the next 1 or 2 years things will change. Na nimesema hivyo ndio usinunue alafu wewe uende urelax. Unajua kuna mtu akinunua, unajua nakuanga na kashamba pale kwanza. Hapana, please don't relax. Kwanza kwa wale watu wamenunua plot 2, nawaambia anza kufikiria kuhusu vitu kama apartment na nini. By the way, wakati hii phase 1 ya Konza City inaendelea ikiisha, it means kutaanza kuingia watu. That's true. Na ikiwa Konza yote ita host over 250,000 people, yes, kwani unafikiri itawapea nyumba za kukaa? Au watu watakuja kukaa nje? So lazima uanze kukua na mipango, uanze kutenga uanze kutenga pesa ya kuja kujenga apartment hapa, kujenga hostels za hizo universities tayari zishajulikana ziko, which is Riara University, Open University, KAIST University na zingine nyingi. So it is just an insight to those people wenye bado hawajafanya hesabu yao, bado wanajaribu kufikiria whether wataekelea, bado wanajaribu kufanya hesabu kama wataweza. Mimi nataka nikuambie, this is the only time you can decide. Why? Because some few days of some few years to come, haitakuwa rahisi kuweza kununua kitu hapa Konza. Ndio plots zitakuwa, lakini haitakuwa rahisi kununua. So itakuchukua muda mrefu sana, ama itakuchukua muda mwingi sana kuweza kupata pesa, because it will be very expensive. So si ati zitakuwa, but it will be very expensive. Na hata wale tumeweza kupata huku, itakuwa ngumu sana kuamua kuuza. Haitakuwa rahisi kuamua kuuza. And because today is customer service week, ama leo ni siku moja ya zile siku tunakumbuka customer wetu. Today we have a very special gift to each and everybody mwenye atawekeza hii wiki, and it's a very special one. Maana unajua pia hii ni wiki ya kuwakumbuka. Na baada ya kuketi chini tukiwa na Alfred, tumefanya hesabu yetu na tukaona ni vizuri pia kama wale wengine wanavyowakumbuka. Unajua kwingine watu wanapewa sweet. Unajua watu wanapewa sweet kwingine. Sisi juu hatutakupea sweet, you have a very special offer for you. This is only for this week. Only, strictly for this week only. So hii wiki tumeruhusu watu kuwekelea deposit ya 50,000. 50,000. So from today until Monday, tuweke Monday. Until Wednesday, sorry. Until Wednesday, sababu tayari kuna siku 2 zimepotea za jana na juzi. Hatutaki pia kukula siku zako. It's a whole week. So from today to Wednesday, we will allow you to book with 50,000. 50,000. Kwa hivyo kama ulikuwa unatamani kununua plots 2, you have a choice now ya kuchukua 2 saa hizi. Imagine this is a special week. Manze, badala ya 100k hii wiki kutoka leo hadi Wednesday, uko na nafasi ya kuweza kuwekelea 50,000 for one plot as a deposit. Sasa wale wanaonaga ugumu wa kununua, wale wanasemaga Farudi, sasa mimi 100 siwezi pata, wale pia walikuwa wanashindwa sana kuchukua 100. Imagine we have given you an advantage of at least kuchukua plot 2 with 100k, sababu uko na 50,000, you are allowed sasa kuweza kupata plot moja with a deposit of as low as 50,000 kwa hii customer service week. That is from today to Wednesday next week. Yes, that's a good offer, very good offer. And, while I was just thinking, nikaona it can be even better, be better than that. So umeweka 50 na pengine unaangalia situation, bado 6 months is still very short for you. Bado ni customer week, 1 more month. Yeah. Ngoja, kwani inakuaje? Inakuwa badala upate na 6 months. Aya, unapata na 7 months. Ala. So 50 alafu 7 months. Ngoja, sijaelewa. Unataka kusema after kuwapea 50,000,
kama deposit ndio watatoa kutoka leo hadi Wednesday. Tena muongezea 1 month. Oh, 1 month. No, 1 month ya payment. 1 month ya payment. Bale ya 6 ikuwe 7. Yes. Aish, si customer service wiki ikuwe inakuja kila siku. You know, it's good unajua kwa sababu unaona kuna wale pengine wanaona budget nini kujipanga, maybe this short ama taweza unaona, but just for this week. Alafu kuna festive season and then there is another probability that maybe even this week will be winding up. Oh. Yeah. Haya. There's a probability. Unataka kusema tuko karibu kumaliza? Yeah. There's a probability that this week we may be winding up. We. Si kuzuri. Ni kubaya. So na njira nguhi kuturerwo atiriri. Ni twaheo mweke kuma umuthi nginya Wednesday next week tondu twina kiumia gia customer service week. Riu ni wetikirie gukorwo kiruta 50k as a deposit kwambiririo muthi nginya kiumia giukite muthenya wa Wednesday. Kuma hau nikire tuongerera mweri mugima handu ha mieri 6 tuongerera mweri mugima riu ukorwo kiruta mieri 7 ni undu wa customer service week. Ndacoka ndamenyithio ati ni wega mundu gwibanga muno ni tondu kuri uhuthu ni kurikiriria turarikiriria Zion City Konza. Uguo ne kuga atia riu ni ugubatara gwibanga na ihenya, riu ni ugubatara kwimenya mundu witu, riu ni ugubatara gwika mathabu maku ma na ihenya wega ni tondu kundu guku no gukorwo gugithira anytime from now. Na ni ngwenda ngwire mundu witu tondu ndundu wiyo na no ukore biu kundu gutwigite gwathira utagurite ona gatui. Ni ngwenda hindi no kwaheanwo kindu gigwitwo customer service week na deposit ya ciringi 50,000. Ni no nyende wihike na wiribaribe igirira 50,000 cieta deposit nigetha wigwatire Zion City Konza. Na nijui muthenya umwe wa mithenya mama ni ugoka guturirikana one day one time ni ugoka guturirikana nijui ni gaturirikana na ona no wage maundu maingi muno no wona buroti ukaririkana kwari mundu wetagwo Alfred na Faruthi na rukoguo twina kiumia kigima na kiumia giki by the way kiumia kiega tondu no tuke ha next week wigwe hatiri ni gwathira. Koguo ni no wega ngwire hika wina 50,000 na ni urariga guigana ukuriruta kuta deposit no wina 50,000 ngigirira nduke hika mundu witu. This is the only chance you can get, especially from now to next week. Na hongererwo kindu gigwitwo mweri mugima haria ha mieri 6. So you now have enough time ya kuhota kuriha buroti kundu guku. Na gucokera ringi thutha wa documentary ya mundu gwitwo Alexia Mwenda Koran, andu aingi ni marahingukire maitho. Unajua watu wengi walikuwa wanasema Konza haijengwi, Konza haijawahi anza. In fact hata kuna watu tumewahi tumiwa wakuja waonee watu wao wako nje. Wamekasirika sana juu waliambiwa na watu wao hakujengwi. Watu wanatuenjoy. So wakati wameona hiyo documentary hasira ni project mingi sana zimewapita. Hiyo saa zingine we don't come here to lie. Sisi tunakuambia wewe uamue. Sisi tunakuonea wewe uamue. So ni vizuri by the way, na wale watu wanatumwa ni vizuri kupeana the right report. Sababu yule mtu amekutuma amekutrust. That's true. So information yenye unampea ndio unamwambia kama atanunua. I remember there is a time a certain mother was sent by the daughter. Mmoja mama aliniambia aje, huyo unajua hata alitumiangi pesa. Anataka kununua shamba. Na alitumiangi pesa. Sasa akaniambia fanya hivi. Ukikosa kunipea kitu nitamwambia siku nzuri. Mom. I remember very well back in 2021. So hapo ndio nilishtuka nikasema Kwa hivyo si ati shamba ni mbaya but ukikosa kumbea kitu ndiye kuna report ya mwisho. Ndio kusema. Ndio kusema. Approve or disapprove. Bas. Atasema kama kuko sawa ama hakuko sawa. So anyway, so with 50k
with 50k deposit unaweza kuwekelea hapa. Really ni wao kedimenya ngani kibe. Ginya deposit mpaka wiki ya nini ya customer service week. That 50k Jockey James. Hii maneno unaona aje? Imagine to reduce deposit for this week only. Yeah? 50k deposit. Alafu hiyo ingine unalipa na miezi 7. Yes. Na strictly for wale watu watanunua between from today to Wednesday next week. Yes. Wapatie number Alfred. 0706 002338. 0706 002338. Uko na hiyo ingine? Nimewapatia 0798 008 008 0798 008 008. Kuja inbox saa hizi. Oh, nimeandika? Oh, okay. Haya. Sawa. Alfred, kwa nini mtu awekelee kwanza? Kwa nini mtu anunue kwanza? Land zinauzwa pale kwingi sana. Land is sold everywhere in Kenya. And specifically when you want to invest, you want to invest where you know that you're going to have return on your investment. Return on your investment. Because tuseme sawa huwezi nunua tu shamba anywhere just because unasikia because of the price. It can be cheap, yes, but what is the timeline of growth of that place? Hiyo pahali itakaa muda gani ndio upate growth? Ndio hata unajua, one thing that I've always known is that when you do construction in your land, the price of cement, the price of iron, the price of labor, the price of anything else that you're using to build is the same. Hata kama una build 10 kilometers behind, 2 kilometers behind in front, or 500 meters in front. You have to capitalize on the distance, on the location, amenities are available or close to pale una invest. Ndio ujue the return on your investment itakuwa inakufavor in which way. Because kutoka hapa mpaka pale, you can also walk to the main road. Yes. You can walk, Machakos is 12 minutes. From here to Konza City, you can also walk there. So, in the next 3 years, ukivisualize, where do you see this place being? Unafikiri what will be the development around here? Unafikiri what will be the value of the property that you bought in 3 years? The value itakuwa imeskyrocket. Itakuwa ndio tunasema it's return on investment. Yes. And I think that's the advantage. Location is always a good thing, especially when you're going into real estate. Yes. Yes. All right, kuna nilikuwa naandikia mtu hapa ameuliza. Okay, we have S Eunice Mudhoni anauliza, Farudhi, shamba iko pande gani? Shamba iko karibu na Konza International Techno City. We said it's around 5 to 6 minutes from the main gate ya Konza International City. Haya, Techno City. Kutoka kwa current Mombasa Road is around 2.5 kilometers. Kutoka Old Mombasa Road 500 meters. Kutoka Katumani Road ni about 3 kilometers. About 3 kilometers. So, natoro ugo mundu gwitwo Kathiri ni Muthoni Kariuki. Mahali tuliuza Konza 1. Konza 1 iko na hapa, si ndio? Yes. Because we were some few meters from. By the way, Konza 1 ilikuwa hapa, then we have Old Mombasa Road here, na sasa sisi tuko hapa. Sijui kama umeelewa. Konza 1 iko hapa, Old Mombasa Road iko hapa, na sisi tuko hapa. That is it. Kwa wale waninunua Konza 1. Division in Old Mombasa Road. That is it. So Old Mombasa Road, Konza 1 the other side. Zion this other. Exactly. Kwa wale waninunua Konza 1. So hapo ndio tuko. Na number 2, this is our 6th project. Inaitwa Zion Estate Konza. Zion City Konza. Na we had Konza 1, we had Konza 2, we had Pinnacle Gardens, we had Sinai,
Do you know by the way where the word Sinai came? Tulikuwa tumeenda Mount Sinai. Yeah. We went in Egypt na ni wewe ulitupeleka. Yes. So sisi tukakuja na jina. Yeah. Tukaita Sinai Sinai Gardens. So then we moved from there tukaenda tukafungua Thayo Gardens. Thayo ndio ilikuwa sasa karibu sana na gate. Yeah. It was actually 1.2 kilometers. Exactly. 1 kilometer kutoka mahali kwa kuingia kwa Mombasa Road, then 200 minutes walking from the gate sasa to from the road towards the gate, the Konza main gate. Na nire kaide mwere ado wagai. You know, mimi na Konza ni we are one and the same thing. Kwa sababu nikiuza Konza, I'm always happy because I know the need of everybody investing in Konza. Na wakati nimeona hiyo documentary nikaona kumbe mmeona sasa chenye nimekuwa nikiwaambia the need of you investing here in Konza. Sababu yes, we are doing investment anywhere else. But can you imagine investing 6 minutes or 5 minutes from the Konza International or from an international techno city? You can imagine. Umetamani sana kuinvest karibu na university. I mean, we have 3 universities so far. Hapa Konza International City. Umetamani kuinvest na city yenye iko na a modern city. A modern smart city. City inajengwa kama Dubai. I mean, I wish uliona hiyo link. And I wish na nataka kila mtu ako hapa aniambie kama haujaona hiyo video. Mimi nataka nikutumie hiyo link, just watch for free. You don't have to buy, by the way. You watch too. Unaona ukiwatch ina change the way you think about investment. Ina change. Ni sawa umewahi invest lakini kuna venye inakuonyesha ni kama bado huja invest. Ndio unaanza kuinvest. So pesa ngapi plot and size? Eunice Muthoni na mtu anaitwa Catherine Muthoni, na naweza tamani sana mkuja inbox kwa hii namba yangu niwatumie hiyo link ndio pia muweze kutazama. So tunauza 690 cash with 690 cash, installment 750,000. Tumekuwa tukiitisha 100k 100k at please cut the prices for them. That's why tumepeana discount ya deposit. Actually tumekuwa tukiitisha, by the way Wamoyo, you are right. Leo hatuitishi 100. Leo tumeamua kwa sababu ya customer service week we give you a discount. Kind of a discount actually, kwa sababu tunakuambia badala ya kutoa 100 toa deposit ya 50,000. Yes. From between today hadi Wednesday next week. For a whole week. Ukinunua kutoka hapa leo hadi Wednesday next week tunakuruhusu kutoa deposit ya 50,000. Yes. So kama ulikuwa unataka 2 wekelea 100. Utakuwa na plot 2 hapa na tuanze safari pamoja. Hawa watu wa 750 na installment after kupeana deposit ya 50,000 tumekuongezea mwezi mzima. Ili sasa hautoi kwa 6 months, unatoa kwa 7 months. Yes. Hapa tumekuangalia vizuri. This is customer service week. Therefore mwenye ananunua between now and Wednesday anatoa deposit ya 50,000 na bado tumemuongezea mwezi moja pale mwisho. Instead of 6 months sasa analipa na 7 months. Na ikiwa haukuona hiyo link, si uniitisha tu saa hizi nikutumie. Please watch that link. My friend, zile vitu utaona hapo hata wewe mwenyewe bila kuambiwa ununue Zion City. Utajipata umenunua Zion City. And for your information, Zion City imekuwa na 84 plots. Na haiko mbali kuisha. So anytime unaweza sikia tumeifunga. So please kuja inbox saa hizi niitisha link, niitisha map. Kama unachukua 2 ama 3, please do so. Kuna watu wamechukua mpaka 5. Na mimi sitaki ifike mahali ati zimeisha na ndio unataka. So please as soon as possible harakisha ndio upate nafasi ya kupata plot moja. Number 2, that cost is title inclusive. You don't have to pay anything else ndio ati utolewe title. There are no hidden charges. Everything is sorted. Kwa hivyo wewe ni tunafanyia transfer, unatuambia kama ungetaka tutume title kana ukwenda afya. Nwanyito horoshio. Yes, so Eunice Muthoni na mudogo to Catherine riu 50,000 deposit ndireciria wina mweke mwega pio wa gukorwo ukigwatira buroti between now and Wednesday next week.
ga period kau 50,000 deposit nä tåragwä ko kiruta na we handå ha kå rä ha na mä eri 6 o we tågagwä tä kä ria å korwo å kä rä ha na mä eri 7 rä u ngwiciria hau hegå korwo hehega biå. Yes. Hai. So price of the plot I have had only 50k for deposit only. Haya, thikiriria kenjokerera ingi mundu gwitwo Catherine. Nasema Catherine, plot inatoka 690,000. Si ndio? Yes. 690,000 cash. Installment 750,000. Hapa tuko sawa? Tunaitishanga 100k kama deposit. Between now and Wednesday Juni customer service week, tumesema unaweza toa deposit ya 50,000. There's no harm even hata kukitoa 100k. It's only that we have to give tumepeana hiyo nafasi ya kutoa 50,000 because it is customer service week. Number 2, ukishamaliza kutoa deposit, sasa uendelee kulipa polepole, ndio inaitwa installment. Yes. Sasa badala ya kumaliza na 6 months, sasa tumeongeza a whole month. So by mahali 7 months zinaishia uko umemaliza kulipa. Na hiyo inakuwa hivyo. It is that simple. So I hope now Catherine umeelewa, na namba zetu ni 0798008008 0798008008 ama 0706002338 0706002338. Pata nafasi ya kupata ploti hapa Zion City Konza, and one day one time uta rejoice. Sawa sawa. Naomba sana na Queen Esther. Niambia I'm driving, niko kwa barabara. Asante sana Queen Esther, tumekumiss for sure. and it's good to hear from you. All right. So, sisi hatuna la ziada. Yeah. It is that simple. With 50k between now and Wednesday, unaweza ekelea deposit, na sasa pia wewe kwa sababu unalipa na installment, na hata wale wa cash, by the way, you can still put a deposit of 50,000 because tumewapa we had given them how many months to pay cash? 1 month. Yes, cash. All right. Yeah. Kwa hivyo hawa cash you can still put 50,000 and then within 1 month watu wa cash uko umemaliza kulipa hiyo 690,000. Hapo ni sawa ama utaongeza nusu mwezi? Yeah, of course. It's possible for the cash buyers. Cash buyers badala ya mwezi moja mmeongezewa nusu. Miezi miwili. 2 months. Wow. Okay. For the customer week. Customer service week. Yeah. Ukinunua between now na Wednesday na unanunua cash, sasa sio 1 month ni 2 months. Yeah. I mean, si lazima pia sisi tuwafikirie. Hii ni mwezi muhimu sana kwenu. So instead of buying cash within 1 month, sasa ni within 2 months. Yes. Wekelea deposit, alafu within 2 months uko umemaliza. Yeah. Mimi sina la ziada. Nilikuwa nimekuja kuwapea hizo news ndio mpate nafasi ya kupata plot hapa. 50k deposit between now and Wednesday. So, hari. Anything? Reward yourself. Mwaka imeisha. Sure. Kuna watu walikuwa na plans, nita-invest, ndafanya. Tumebakisha 2.5 months. Jigift kwanza. Jipatie tu ka gift kwanza, useme wacha nianguke na haka ka gift. Ndio mwaka ikiisha nijue I did something that I committed myself to. Sure. And let me tell you, it just takes a step of faith. Now take that first step. From there, God's blessings, of course, is the flow. Sure. Yes. Okay, 0798008008 ama 0706002338. Uka inbox we okwenda Catherine, Eunice na aria giothe kujeni inbox nigetha tubangane urekererio ndu ucio. God bless you so much. Kuwe na wakati mwema.